nami ninaendelea kukuletea habari njema, nikiendelea pale pale ambapo mtumishi wa Mungu amekwenda kuishia. Nami ninakuletea habari za mtu mmoja kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 19, tukianza na ule mstari wake wa kwanza hadi na mstari wa 10, itakuwa inampendeza Mungu. Haleluya. Biblia inaniambia kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 19 na ule mstari wake wa kwanza na kuendelea, nitakupa habari za mtu mmoja ambaye kisa hichi kinamzungumzia katika neno la Mungu. Biblia inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, atakuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika, wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, wewe wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Nao mstari wa 10 unasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Nimekuletea habari za huyu mtu ambaye Biblia inamzungumza. Huyo Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaitwa Zakayo. Biblia imeeleza wasifu wa mtu huyu ambaye tunamzungumza kwenye hichi kitabu cha Luka. Anasema huyu Zakayo alikuwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkubwa kati ya wale watoza ushuru. Katika lugha ya leo tungeweza kusema ya kwamba Zakayo alikuwa ni afisa fulani wa TRA, alikuwa ni mkubwa wa mamlaka ya mapato katika serikali. Biblia inasema huyu Zakayo sio tu kwamba alikuwa ni afisa pamoja na cheo alichonacho, lakini Biblia inamweleza Zakayo kama ni mtu aliyefanikiwa, inamweleza kama ni mtu tajiri. Lakini pamoja na utajiri wake, pamoja na mafanikio aliyokuwa nao, Biblia inaeleza ya kwamba Zakayo alitafuta kumwona Yesu, kwa sababu alisikia habari za Yesu zikihubiriwa, alisikia habari za huyu mwanaume, alisikia akiponya, alisikia akiokoa, alisikia akiwa anafungua, alisikia kwamba kila mahali ambapo Yesu alikuwa akipita alikuwa ni majibu ya watu. Hii hali ilitengeneza shauku ndani ya moyo wa Zakayo, akaweka nia ndani ya moyo wake. Biblia inasema akatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Lakini wakati Zakayo alipotafuta kumwona Yesu kwamba ni mtu wa namna gani, mazingira na hali aliyokuwa nayo haikuweza kumfanya amwone Yesu. Biblia inasema alipofika mahali pale katika makutano, mahali ambapo Yesu alikuwa anapita, Zakayo hakuweza kumwona. Lakini si kwa sababu Zakayo alishindwa kumwona Yesu. Zakayo alikata tamaa, bali Zakayo alichukua hatua nyingine. Anasema alitafuta, akajua ya kwamba yeye alikuwa ni mfupi wa kimo. Ili aweze kumwona Yesu, ilimpasha aende mahali, apande katika mkuyu ili aweze kumwona Yesu. Na ndipo mwanaume Yesu alipopita mahali pale, akatazama juu. Zakayo hakumuita Yesu, hakumwambia Yesu nitazame, lakini alifanya kitu kilichomfanya Yesu aweze kumwangalia alipokuwa kule juu. Ndipo Yesu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo imenipa
inapaswa kushinda nyumbani mwako. Ndipo Zakayo akashuka upesi. Wakati Zakayo aliposhuka akamfuata Yesu, watu wakawa na minong'ono wakisema ya kwamba yaichangalijua ya kwamba huyo Zakayo ni mtu mwenye dhambi, kwa sababu ni mnyang'anyi, kwa sababu anawaibia watu mali zao, kwa sababu anawasulumu watu mali zao. Huyu ni afisa cheo ambaye akuwa mwaminifu, alijilimbikishia mali kwenye cheo chake kwa sababu alikuwa ni kiongozi fulani. Lakini Yesu hakuyaangalia hayo. Inawezekana wakati una mazira hayo, uko mahali fulani unasikia habari njema za ufalme wa Mungu, wako ambao wanaweza wakawa na pesa na kuona kana kwamba ni watu waliopoteza mwelekeo, kana kwamba ni watu wasiokuwa na kazi la kufanya, kwa sababu kuanzia hapo hata wale watu walinung'unika mioyoni mwao, wakasema ya kwamba anaingia kwa mtu mwenye dhambi. Inawezekana yuko mtu mahali hapa anasema ya kwamba kwa nini hakwenda kuhubiri kanisani, kwa nini hakwenda kuhubiri kwenye machango yao? Nataka nikuambie neno la Mungu linawafuata watu mahali pale. Samaki hawezi kutoka baharini akamfuata mlaji akasema nimekuja ili nitafune. Ni sharti wewe mvuvi, ni sharti wewe ambaye unahitaji kufanya biashara ya samaki uende kule baharini ukavue samaki umlete nyumbani. Haleluya! Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hizi ni habari njema za Mungu ambazo Mungu ameziachilia kwako, na tumesema ya kwamba jioni ya leo tupo kukukumbusha yale yanayokupaswa kufanya ndani ya 2026 ili mipango yako, ili malengo yako, ili makusudi uliyoweka ndani ya 2026 yakaweza kutimia, kwa sababu mtumishi wa Mungu amekwenda kusema kwenye kile kitabu cha Yoshua 1:7 na 8, akasema ya kwamba uangalie kutenda sawasawa na sheria ambazo Mungu amekuamuru mtumishi wangu, ili upate kufanikiwa sana. Lakini kwenye Kumbukumbu la Torati tumeambiwa kwenye ile 28:1 itakuwa utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza na kufanya maagizo yake yote ni kwa ajili, ndipo baraka za Mungu zitakapokujilia na kukupata. Umeweka mipango yako vizuri. Ninaamini ya kwamba tulipokwenda kuianza 2026 yako malengo umeweka kaka yangu, yako malengo umeweka dada yangu, yako malengo umeweka mama yangu. Si kwa sababu wewe ni mpangiliaji mzuri wa malengo ndio kwamba utafanikiwa. Anahitaji Mungu ahusike kwenye ile mipango yako, anahitaji Yesu ahusike kwenye hayo malengo yako. Na ndio maana tupo kukukumbusha ya kwamba 2026 lazima utembee na Bwana ili mipango yako iweze kufanikiwa, ili malengo yako yaweze kufanikiwa, na Mungu atatamia malengo yako na mipango iliyo nayo. Ndipo nikirudi kwa habari ya Zakayo, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipofika mahali pale akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka, kwa maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo aliposikia habari za Yesu, alipomwambia shuka, Zakayo hakujiuliza mara mbili, akashuka upesi akamfuata Yesu. Ndipo Biblia inasema Zakayo akamkaribisha Yesu nyumbani mwake. Lakini nataka nikuambie jambo, kwenye ule mstari wa 10 Biblia inasema hivyo, kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kilichopotea kwa Zakayo hakikuwa cheo, kilichopotea kwa Zakayo haikuwa fedha. Zakayo alikuwa ni mwanaume mwenye shekeli. Zakayo alikuwa ni mkubwa kwenye mamlaka ya nchi, kwa sababu inamtambulisha kama afisa wa mapato. Haleluya, amina. Kila mmoja anaposikia kwamba huyo ni afisa wa TRA anajua hapo leo sio kitu cha kumlisha. Kwa hiyo nataka nikwambie, Yesu anaposema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kilichopotea kwa Zakayo hakikuwa mwonekano, kilichopotea kwa Zakayo
la pesa. Kilichopotea kwa Zakayo hakikuwa cheo au kwa maarufu, kwa sababu tayari alikuwa nayo, lakini lilikuwa jambo moja la thamani ambalo kwa Zakayo lilikosekana, naye ilikuwa ni kumjua Mungu wa kweli na kumwamini Kristo, kumkaribisha kwenye maisha yake. Na ndipo alipoingia Yesu, Zakayo akasikia kutengeneza maisha yake yajayo, akasikia kutengeneza kesho yake njema. Akasema ya kwamba tazama Bwana, ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa ila, nitamrudishia mara nne. Na ndicho tunachokwambia jioni ya leo, tunapokuambia na kukushauri habari za Yesu. Akishaingia ndani ya moyo wako, anafanya matengenezo kwenye moyo wako, anafanya matengenezo kwenye maisha yako. Yesu anataka kutengeneza na wewe, hataki kutengeneza na fedha, hataki kutengeneza na cheo, anataka kutengeneza na moyo wako. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu ambaye unasikia habari za ufalme, unasikia habari njema za huyu Kristo Yesu. Wakati tulipoanza mahali hapa jioni ya leo, uko wimbo ulikuwa unaimba ukisema ya kwamba ile siku ya mwisho, ile tutakapoenda kwenye kiti cha Yesu, tutaenda kutoa hesabu, tutakwenda kutoa hesabu. Hauwezi kuwa na hesabu njema mbele ya mwana wa Adamu ile siku ya mwisho kama Yesu hajaingia kwenye moyo wako, kama utamruhusu Mungu kwenye maisha yako. Ukiona vijana wadogo tunahubiri habari njema za Yesu, ni kwa sababu Yesu ameingia kwenye maisha yetu, akaukamata ujana wetu, akaitisha katika kweli ya Mungu. Nasi tuna ujasiri wa kukueleza habari njema za ufalme. Hatuhubiri kwa sababu tunajua kusoma, tunahubiri kwa sababu Yesu ametutengeneza. Tunayo sababu ya kusema habari za huyu Yesu. Yesu ambaye amenitengeneza atakutengeneza na wewe. Yesu ambaye amemtengeneza Zakayo atakutengeneza na wewe. Amina. Nataka nikushauri mwana wa Mungu, mahali popote unaponisikia, usijihukumu kwa sababu ya mwenendo wako, usijihukumu kwa sababu ya maisha ya nyuma. Ninatazama neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Matendo, ile sura yake ya 17, ukienda mstari wake wa 19 na kuendelea, Biblia inasema kwa habari ya kwamba naye Paulo alipopita katika mji wa Athene, alikuta watu wa mahali pale ni watu wenye bidii sana katika mambo ya dini. Walikuwa ni watu ambao hawaishi kumtafakari Mungu. Lakini kilichomshangaza Paulo, alipopita kwenye moja ya madhabahu ya wale watu waliokuwa wakijadili na kutafakari habari za Mungu, akakuta moja ya madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Unapokuwa kwenye madhabahu ambayo haina uhakika na ule Mungu unayemwabudu, haiwezi kukusaidia. Lakini Yesu Kristo atakapoingia ndani yako, ukampa nafasi, huyo Mungu aliye hai akaingia ndani yako, hatakuonyesha, hatakuelekeza ya kupasayo kufanya. Ikiwa ni binti, Yesu atakuelekeza. Ikiwa ni kijana, Yesu atakuelekeza. Nataka nikushauri mwana wa Mungu unayenisikia, wakati una majira haya, anza mwaka na Bwana. Ni heri ukaanza mwaka na Bwana. Ni heri ukachagua kutengeneza njia zako. Sikwambie kwamba wakati una masuala haya nikukaribisha kwa ajili ya kukuongeza sala ya toba. Hapana, ninachokushauri wewe, Mungu aingie ndani yako, akupe kuona ya kwamba umeipokeasha mwaka na unaendaje kwenye huu mwaka. Unasikia hukumu ya aina gani ndani ya moyo wako? Hicho ndicho Mungu anachotaka kukitengeneza. Nataka nikurudie kukushauri ya kwamba Zakayo alipokutana na Yesu, Zakayo mwenyewe alisikia kutengeneza kitu
kitu cha kwanza alitambua ya kwamba mali zote zikuwa za wangu, na ndio maana akasema, tazama Bwana, ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa ila, nitamrudishia mara 4. Haya yalikuwa ni matengenezo ya Zakayo. Haya yalikuwa ni matengenezo ya Zakayo. Alichagua kutengeneza na Mungu na sio wanadamu. Nataka nikwambie jambo hili. Wakati unapotamani kuchukua hatua ya kutengeneza na huyo Mungu, ya kurudisha maisha yako kwa Mungu, ili Bwana atawale maisha yako, atawale moyo wako, wako watakaobesha, wako watakaoshiaki, wako watakaonekana kwamba hujui cha kufanya. Lakini nataka nikwambie, wewe ndio unajua cha kufanya zaidi, kwa sababu Mungu amekusudia ndani ya moyo wako. Mungu amekusudia ndani ya moyo wako. Chagua kutengeneza na Mungu. Chagua kutengeneza na Mungu. Haleluya, haleluya. Sikia habari hizi. Ukienda kwenye ile mstari wa 11, Biblia inasema waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Hili jambo yamkini litakuwa ni sababu ya watu wengi kuweza kupopaswa na adui Shetani. Wako wanaosema ya kwamba toka injili imeanza kuhubiriwa, walikuwa wakisema ya kwamba Yesu anarudi, ni zaidi ya miaka 2000 atarudi. Wako wengine wamejaribu hata kuzake ya kusema Yesu hawezi kurudi kwa sababu ameshakula nauli. Nataka nikwambie, Yesu anarudi. Wakati na majira usioyajua, Yesu atarudi. Na Yesu anakuja kuwachukua wateule, anakuja kulichukua kanisa. Kanisa sio mtu anayeenda kanisani. Kanisa ni mtu ambaye ameamua kutengeneza na Mungu. Kanisa ni mtu ambaye ameamua kutengeneza maisha yake na Mungu. Hiyo ndiyo kanisa. Tunapozungumza kwa habari ya ufalme, tunapozungumzia kwa habari ya Yesu, hatuzungumzii jina la jengo au jina la dhehebu. Tunazungumzia kwa habari ya matengenezo ya mtu na Mungu. Ndicho kilichofanyika kwa huyu mwanaume Zakayo. Zakayo aliamua kutengeneza na Mungu. Hakuangalia marafiki watasema nini, hakuangalia viongozi wenzake watasema nini. Yamkini uko mahali umetulia, unapata nyama yako safi. Yamkini uko mahali umetulia, unapata kinywaji chako safi. Nataka nikwambie habari hizi ni Bwana amesuruhu zikufikie mahali ulipo. Unapoisikia sauti hii, moyo wako usikie kutengeneza na Mungu. Asina kuangalia pembeni yako yuko nani, asi kuangalia unaongozana na nani. Yuko Mungu anayeshuhudia. Hii habari jioni ya leo ya kwamba Mungu anakusikilizisha maneno haya ili ufanye matengenezo na huyu mwanaume Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Nataka nikwambie kijana mwenzangu, ni kweli upo kwenye majukumu yako ya kawaida. Mungu anakusudia wewe kusikia hizi habari njema. Yamkini umekaa kwenye bodaboda yako safi. Fanya kazi ya bodaboda ukiwa na Yesu, kazi yako itakuwa salama. Kama ni kinywaji ukiwa na Yesu, biashara yako itakuwa salama. Hao watu walisikia. Nataka nikwambie, sote tunasema tunamwona huyu Yesu akiponya, tunamwona huyu Yesu akifungua, lakini zaidi ya yote tumeona Yesu akibadilisha.